Ladies and gentlemen, boys and girls, usibona kwenye hustle yangu episode number 5. Usibona na hii ya leo ni kali, kwa sababu kisha siku lazima tu utaikubali. Lakini kumbuka pia episode 2 tayari drop pale kwenye Daktari Pesa Source TV pale kwenye mitandao yetu ya YouTube. Make sure unafika pale una subscribe, alafu kisha subscribe, make sure una share link, alafu ujuse mwanao na wanake wakawa kijua jamani kwenye hustle ni kwangu, wanakuja wanachukua tips 1 2 3, wanakuja wanajifunza kama wako na ndoto ya kufanya biashara fulani, wanachukua tunaitaga doba ile wanachukua kalike fulani hivi, alafu wana-apply pale katika kwenye maisha yao. Usiona? Alafu kumbuka vile pia hii episode siku zote huwa ina drop pale ndani ya 103.9 Boost FM every single Wednesday and Friday. Kwa sasa ni hadi 7 ndani ya Gumzo Kazini. Mwisho siku jamani, mimi wananitaga Safa 254. Na leo hii niko na mwanangu hapa, anapiga shaving, ana make sure wanaume wanakaa vizuri. Unajua kama mwanaume unafaa kukaa vizuri, unafaa look good. Usema na kina kwaje mwanangu? Mambo fresh ya. Bro, wanakuita nani? Bravo, unanitafuta huko mtandao Binoz. Yes, anaitwa Bravo. Make sure unamcheck pale. Sasa mwanangu, leo hii the reason kwa nini nimekuja kwako ni kwa kuwa nakuona unapiga hustle nzuri sana. Hustle napiga nzuri sana. Nanyoa watu hapa hivi na make sure watu wanakaa fit. Yes. Ndio hiyo kazi yangu sasa. Mnaweza tokea hapa niko located hapa. Ndio rambi hapa hivi mnaweza nikuta huko. Sio bwana. Sasa nikianzia hapa. Business yako ni twaje? Jina ya kinyozi. Inaitwa Think Barbers. Inaitwa Think Barbers. Ama Think Barbers. Think Barbers. Think Barbers. Asante sana. Leo hii basi tuko ndani ya Think Barbers. Usiona? So biashara hii ni gani? Si ulianza lini? Biashara nimeanza kitambo, nimeanza mwaka wa 2015. Kama ndo naanza, changamoto zimekuwa mingi kibao, lakini sasa tunashukuru kwa tumeshika chini, tumekuwa stable kiasi, tunang'ang'ana tuna maisha vile hivyo sasa. Au sio bwana? So kama kufungua kinyozi ni one of your idea, ni idea yako ambayo ulikuja nayo pale. Sio kitu gani ilikuvutia pale wewe kuwa ni mnyoaji ama ni baba? Ya kwanza mimi mpenda sana hati, yani kuchora. Yes. So nikasema nikiweka hii hati yangu kwa mkono na niweke huko kwenye kinyozi. Yes. Naweza uda watu vizuri. Nasema aje nijaribu, nikaandikwa pale ya kwanza nikaona naweza. Nikaona naweza fungua kibanda yangu peke yangu ambapo naweza nyoa watu, alafu mwisho wa siku utakuwa nikipata donge na ingia kwa nyumba. Yes. So ndio hivyo nikaanza mdogo nikapata capital ndogo huko. Nikaanza support kidogo ya watu na maclients wakaanza kuflow in, nikajua kazi yangu ni safi. Ndio nikaendelea hivyo hadi wa sasa niko hapa kwenye kinyozi yangu sasa. Ambapo uko ndani ya Think Barbers. Yes. So vile pia so far so good. Naona biashara inafanya vizuri sana. Sio unaweza niambia challenges 1 2 3 ni gani? Alafu waga unazitackle vipi, ama ni mbinu gani ambazo unakuja nazo unatafuta solution ya ile changamoto ya biashara zako? Challenge ya kwanza ukiambia mtu bei ya kunyoa, huwa mtu anashtuka sana. Unamwambia kama mimi naweza kunyoa na 200, mtu hayaoni kama hiyo 200 iko sawa. Yes. So lazima umpige service ya kwanza hadi make sure ameelewa hiyo service. Akiona ni nzuri ndio ataridhika kwamba hii 200 yangu inatosha hapa. Lakini sasa hapo kwa bei huwa kidogo watu kuna changamoto. Unapata watu wamezoea kwenda ile kinyozi unanyoa na 50. Sasa unapata mtu anataka kupetua 50, lakini ukijaribu kumwambia ongeze inakuwa shida kidogo, na vitu unatumia ku maintain hiyo kichwa yake zinapita hiyo gharama. So unapata na kiasi unampiga service poa, ndo akiona yeye mwenyewe anakupea tip ya juu, anaona yenyewe hapa ninafanya nzuri. Hati nakubali yenyewe. Asante sana. Bwana, sasa ndio hivyo bwana, nikiwa namalizia pale nataka nigusie masuala 2 3 tu kwa kijana ambaye ana ndoto ya kufungua kinyozi. Sijui unaweza mwadvise vipi na njia zipi ambazo unaweza mwambia anaweza kuzifuata ili aweze kufika mahali ambapo. Ya kwanza, unataka kufungua kinyozi yako ama una hiyo ndoto ya kufungua kitu yako, ya kwanza una focus kabisa. Una make sure unajituma, unaangalia wenzako kwanza. Usifungue kama una make sure kama kazi yako una watu hawajaikubali. Enda kwanza andikwa mahali, angalia wakubwa wako wanafanya nini. Ukishaona kazi yao ni safi,
una copy kidogo, unaweka into practice. Ukiona umeiva kabisa, fungua kitu yako sasa huko polepole, ni watu watakuwa wameaminia kazi yako, kwa sababu ukifungua kazi ya kwanza na kazi yako si safi, ukichafua client mmoja, ndio hivyo watu wataepa hiyo kinyozi na uwezi pata client. So make sure umefanya kazi yako ikiwe safi, ndio ingie field sasa. Au sio bwana? Tayari ushapewa ticket. Kama ni kijana tayari una forward note down pale, kuna masuala 2-3 ambayo unafaa kufuatilia, alafu hati yako hapo jamani itakuwa vizuri kama hapa Fik Barbers. Au sio bwana? Nikiwa namalizia pia bwana, nataka pia uongee na kijana pale nje ambaye maybe anaweza kuwa amekata tamaa ya maisha. Unaweza mwambia nini kijana kama huyo? Kijana mwenye leo huko nje na amekata tamaa, usikate tamaa bana kijana. Au ungali mdogo, jitume. Una misuli bado, una akili mwanangu, ingia field, jitume kabisa. Ukiona ile kitu fulani unaweza fanya, ingia practice. Hiyo ndio mwisho wa siku itakupea majani, uingie kwa nyumba nayo ukunywe nao maziwa mdogo. Usilale njaa, una kitu unaweza fanya upate kitu. Weka into practice. Amazing sana. Also wanajua nafunga pia namalizia, ningependa sana uambie mtu ambaye atakuwa anakusikiliza pale ndani ya 103.9 Mr. FM, vile pia atakuwa anaangalia hii video pale at Daktari Pesa Zoe TV jamani, atakupata wapi, alafu masaa gani ambao wao mnafungua. Before nifike hapo, mimi ningependa kuuliza wanaume wanapenda kunywa stage gani sana kwa hiki kinyozi yako? Vijana huwa wanapenda tepa sana, lakini tukija umri wa juu sana, hao ambao ni 40 35 hapo, wengi wanapenda Jordan ama police cut. So unapata umri pia ina mata, lakini tukiwa kwa vijana wadogo unapiga sana low fade, high fade, lakini wengi wanapenda sana tepa. Vijana wanapenda tepa, alafu hao wakubwa Jordan hivyo, na hizo ma police cut hizo na mabands. Sasa so unaweza ongea na shabiki wako pale nje, atakupata wapi, unafungua saa ngapi, bei zenu kama zipo unaweza zitaja pale wakati wako pia. Basi ukitaka kufuatilia kwa mitandao tupate huko Fik Barbers, huko mtandao popote, TikTok, Instagram, IG, kila kitu, YouTube @Fik Barbers. Kwa hiyo tunapatikana huko. Mimi mwenyewe personally ukitaka nini yangu, namba ndio hii hapa, unaweza mpiga. Unaweza book hapo hivyo haircut, alafu utapiga haircut moja safi, located hapa Jorambi. Kwa hivyo hapo ndio utatupata Kakamega ndani. Sio bwana, release bwana. Siku zote wanakuambia kali ni kali, mwisho siku lazima tukubali. Ndio tayari kwa episode number 5 kama itakuwa kama sijakosea. Sio bwana, ndani ya Fik Barbers. Make sure jamani, kama uko Lurambi ni comrade pale, wewe ni mkaaji wa Lurambi jamani, umetembelea Kakamega, make sure unazingatia kuja sehemu kama hii Fik Barbers jamani, unapata kati fulani hivi super duper fly. Sio bwana, mimi ndio hivyo tayari kama tushafunga kwa episode yetu. Till next time, mimi ni Sadfa 254. Hii ni hustle yangu. Make sure jamani una subscribe pale @Daktari Pesa Zoe TV, alafu vile make sure pia una stay tuned ndani ya 103.9 Most FM, ndio kama isha katika